Nani hajaji? Mkubwa nani? Salamu za rambirambi. Kabla hatujaelekea kwenye hatua ya kutoa heshima za mwisho, ni mkaribishe aliye na utaratibu huu wa salamu za rambirambi. Lakini baada ya utaratibu wa salamu za rambirambi uliandaliwa na familia kwa itifaki ya kusafiri kutoka hapa kwenda kwenye eneo la Malalo, utakuja kutupa maelekezo nani anapanda wapi, nani anaendaje, ili baada tu ya kuaga kila mmoja au anajua anaendaje. Asifiwe tena waombolezaji. Amen. Niombe, mimi naamini ya kwamba Malalo si karibu, ni mbali. Lakini pia Malaloni kule nimesikia kuna watu kule watatoa heshima za mwisho. Kwa hiyo kwa kutunza muda, mwenye saa yake hapo angalie inaenda saa 6 kasoro. Niombe kwenye salamu za rambirambi sasa, ukiona ng'ombe anajisaidia kwa anatembea, jua anaokoa muda, sio kwamba amependa. Naomba basi twende hivi, itapendeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba nianzie mbali kabisa. Nianzie kule Dar es Salaam. Naomba nianze na idara, wanajiita jeshi kubwa, idara ya wanawake, idara ya mama. Wakati huo niorodheshe wakiwa wanakuja hawa ni wasome na hawa wajiandae haraka ili kusudi akitoka huyo ujue nani anakuja. Baada hapo kutakuwa na matendo kwaya kutoka AAC Chang'ombe. Lakini jumuiya ya Kurasini AAC Chang'ombe, idara ya wanaume, hii imenishtua kidogo. Idara ya wanaume AAC Chang'ombe wajiandae. Kwaya ya Neema Gospel toka AAC Chang'ombe, lakini kuna wana fellowship kutoka pale Chang'ombe. Naomba hao wote wajiandae kabisa, na wa mwisho pale kwa Dar es Salaam atakuwa ni mwakilishi wa mtaa wa Geza Ulole kutoka Kigamboni. Kwa hiyo niombe sasa twende kwa mtiririko huo. Asifiwe sana. Kwa jina naitwa Mama Esther Mzuri, ninawakilisha idara ya kina mama, na kinaomba niunganishe idara ya kina mama, matendo kwaya na Kurasini. Amen. Hivi vikundi vyote viko ndani ya kanisa. Kama kanisa tumeshiriki kikamilifu kwa ajili ya kumsindikiza mpendo wetu, mzee Mahalila, mpaka kufikia mahali hapa. Kwa hiyo tunamtukuza Bwana kwa ushirikiano wa kanisa, vikundi vyote kushirikiana na familia, tumeweza kutenda sawa na mapenzi ya Mungu. Na salamu ziliwakilishwa kule. Kwa hiyo hapa tunasema tu asante Mungu kwa kutuongoza na kutusaidia. Nitoe tu wito kwa familia kwamba shina limeondoka, mama, shina limeondoka, lakini tumaini lako liweke kwa Kristo. Peke yake ndiye atakaye kuwezesha kuimarisha watoto hao ulioachiwa. Tunajua kabisa Mungu ameweka vipaji katika familia. Tumeshuhudia hapa mistari iliyosomwa. Watoto wanasoma mistari hata ikiwa 100 wanasema kichwani. Ni neema ya Bwana. Naomba tu niwape mstari kutoka katika Zaburi ya 133. Inasema, tazama ilivyo vyema watu wakakaa kwa pamoja, tena kwa umoja. Watu mnaweza mkakaa kwa pamoja lakini umoja usiwepo. Kwa hiyo naomba mkae kwa pamoja na umoja, mtaweza kuamua mambo kwa pamoja, mtasaidiana kwa pamoja, mtanena yote kwa pamoja, na Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana mama. Sana. Basi idara ya wanaume. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wasalimu katika jina la Bwana. Nimesimama kwa niaba ya Neema Gospel Choir. Neema Gospel Choir ni kwaya pendwa, na tunamshukuru Mungu kwa sababu tumewakilisha kwaya yetu, ina watu wengi na tumekuja wachache tu kwa ajili ya kuwakilisha kwaya. Tumekuja na kwa ajili ya ndugu yetu Shadrack ambaye tunaimba naye, mwimbaji wa kwaya Neema Gospel. Tunaendelea kumpa pole sana, na pia tunashukuru kwa sababu kuna michango yetu kama kwaya bado inaendelea kuchangwa na itawakilishwa pia.
na pia nasimama zaidi ya kuwakilisha pia na fellowship ya Kurasini, ambayo ni sisi ndo wana fellowship, waanzilishi wa fellowship ya Kurasini. Mzee Maalila tumemkaribisha kwenye fellowship. Ni mgeni sio wa muda mrefu sana, lakini ni mzee ambaye alikuwa anajitahidi sana. Pamoja na kumwa kwake, tulikuwa naye bega kwa bega kwa ajili ya kumhudumia Mungu. Tunampa pole sana mama ambaye tutaendelea naye kuwa kwenye fellowship yetu. Mungu aendelee kumtia nguvu, uwe na imani. Mungu akupiganie sana. Asanteni sana. Mungu aendelee kuwapigania. Amen. Akiwa anakuja mwakilishi wa mtaa Geza Ulole Kigamboni, karibu. Milele amina. Kwa niaba ya uongozi wangu wa serikali ya mtaa Kizani Geza Ulole Kigamboni, kweli Mzee Festo tumepoteza kweli raia ambaye alikuwa ni msikivu, alikuwa ni mtii, ni mzee ambaye kiasi kwamba alikuwa anatushauri hata akija pale ofisini kwetu lolote likitokea anatuambia basi niombeni mnipe taarifa ili niweze kuungana na nyinyi, kama kuna chochote basi mnipe taarifa. Basi baada ya msiba kutokea, kwa kweli tumeweza kuungana na familia kwa kipindi chote, lakini vile vile mwenyekiti wangu akasema hapana, sababu kuna msiba mwingine umetokea, basi mimi naomba uniwakilishe. Kwa mimi nimekuja kwa niaba ya viongozi wangu wa serikali ya mtaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki. Ni kweli alikuwa Mkatoliki, mwaka 2023 akabadilika, pengine akaingia kwenye dini ya AIC. Ni dini ambayo ni nzuri kabisa. Lakini hatuendi mbinguni kwa sababu ya dini. Tunaenda mbinguni katika nini? Katika kuishi imani yetu kwa maneno na matendo yetu. Amen. Tumeambiwa hapa. Kwa hiyo cha msingi tukakiishi kile tunachokiamini kwa maneno na matendo yetu. Wadogo zangu, naweza nikasema kwamba ni kama mtu umekatika, lakini mizizi ipo na matawi yapo. Cha msingi ni kufanya mawasiliano. Kwamba wapo ndugu wajomba zangu, wapo mama zangu wadogo, wako hapa. Wanasema cha kale ni dhahabu. Hata mimi na upadri wangu bado naenda kwa wajomba, kama kuna changamoto bado naenda kwa mama zangu wadogo kuomba ushauri. Si kwamba kuwa padri ndio nimeyajua mambo mengi, au kusoma kwangu si kwamba mimi nafahamu sana mambo ya Mungu. Hapana. Cha msingi ni kuweza kushirikisha hawa ambao ni wazazi wetu waweze kutuongoza katika maisha yetu. Cha msingi, ndugu zangu, mjomba wangu kama walivyosema alikuwa ni mkarimu sana. Kama Injili ya Mathayo sura 25 aya 31 hadi ya 46 inayosema, nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkanipa maji, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama. Haya yote mjomba wangu alikuwa nayo, na mke wake. Najua yupo Yuni hapa sasa, namuona amezeeka, wakati kipindi kile alikuwa mdogo. Basi tuseme kwamba ni kweli sisi tulikuwa, kama ni swala la chakula tulikuwa tunakula kweli. Hapa ndio maana tunanenepa. Kwa sababu tulitunzwa, tuliishi ule upendo, tuliuonja kutoka kwake. Kwa hiyo tusije tukazuia watu kile kidogo tunachokipata, tujue hicho hata wengine wanakihitaji, tuweze kujimega kama sadaka kwa ajili ya wengine pia, na huko ndiko tunakopata baraka. Kwa sababu wewe baada ya kubatizwa umemvaa Kristo, umekuwa kuhani, umekuwa nabii na mfalme. Wajibu wetu ni kuhakikisha sasa watu wanaonja upendo wa Mungu kupitia majitoleo yetu, kupitia sadaka zetu, ili wakapate kuokolewa watu wengine na tuwe wengi zaidi. Raha ya milele umpe Bwana, mwanga milele mwangazie. Apumzike kwa amani. Amen. Asanteni sana. Father, nikushukuru sana. Jua unapokutana na kiongozi wa kiroho kukurupuka haifai. Na mimi hata Paulo wakati anaandika barua zake, kwa mfano ya Galatia, akasema na makanisa yote yaliyoko wapi?
Galatia, hakusema ya AC wala Katoliki. Kwa hiyo unapokutana na father, yeye tayari automatically ni baba. Father, Mungu akubariki sana. Basi Chama cha Mapinduzi. Asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Moro yase wadogo bani. Ili muri Yesu mwana wa Mungu mimi kwa majina naitwa Buhuru Mahodi, ni katibu kata wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kilalo, wilaya ya Bariadi, mkoa wa Simiyu, Bariadi vijijini. Tumefika sisi kutoka Kilalo kuja kutoa pole kwa mzee wetu aliyefariki. Sana sana huyu mzee aliyefariki, kijana wake ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Kilalo, Abednego Mahalila. Yupo wapi sijui, Simoni. Kwa kweli ndugu zangu, mambo ya msiba waga yatabiriki. Nulile lo ucha tu munu moyo hayagege sijui ni nini, ameugua nini, labda amelogwa, kumbe sio vile. Kwa hiyo ndugu yetu, sisi tumetoka umati mwingi, tunamfuata huyu kijana wetu kuja kumfariji. Napenda kuwafariji wote wafiwa na ndugu zote mliofika hapa, na sisi wote wananchi. Sehemu gani hapa? Hapa ni Nyamigamba kata. Hapa Nyamigamba. Nilikuwa sijafika tangu nizaliwe. Leo ndio nimefika hapa kwa ajili ya huu msiba. Siwezi nikapoteza muda sana ndugu zangu. Sisi lambi yetu inakusanywa, baadaye tutakabidhi. Asanteni. Sisi moja. Oye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naitwa Ngeni William Kwangu, afisa elimu wa kata ya Bugando. Kwa niaba ya watumishi wa kata ya Bugando, sio walimu peke yao. Kwa niaba ya watumishi wa kata ya Bugando, niko hapa kwa ajili ya kusema machache au kutoa salamu za rambirambi. Mzee huyu alisimama utumishi wa umma mwaka 2021, lakini aliendelea kuwa mwanachama hai katika umoja wa watumishi wa kata ya Bugando. Niseme kwa ukweli, taarifa za msiba huu tulizipata kwa mshtuko mkubwa. Ni kwa sababu ni mzee ambaye tuliishi naye vizuri. Mimi binafsi nimefanya naye kazi miaka 6. Nilipofika hapa alinipokea huyu mzee kwa unyenyekevu mkubwa. Kama wengine walivyotangulia kusema, ni mzee ambaye alikuwa mpole, mnyenyekevu, mkaribishaji. Sio kwa maneno kama wengine wanavyosema mtu anapofariki basi anapewa tu sifa ambazo hata hakuwa nazo. Lakini mzee huyu ni kweli yanayosemwa na mimi nayashuhudia. Mama mjane, binafsi kwa niaba ya watumishi wa kata ya Bugando tunakupa pole sana, pamoja na watoto. Ombi langu ni hili kwamba tunapaswa kumuenzi huyu mzee kwa unyenyekevu wake aliokuwa nao. Tunapaswa kumuenzi huyu mzee kwa upole wake alionao. Sisi watoto tukaishi kama mzee huyu alivyokuwa akiishi. Ninaamini hata kule Dar es Salaam naweza wakakubaliana nami kwamba hata wao wasingemuona huyu mzee akiwa mzuri, wasingekuja wengi kiasi hiki. Dar es Salaam ni mbali. Kwa hiyo niwaombe sana watoto kwamba tukaishi kama mzee huyu alivyokuwa akiishi. Niendelee kukupa pole. Biblia inavyosema msihuzunike kama na wengine wasiokuwa na matumaini. Wewe mama una matumaini, kwa hiyo usihuzunike sana. Ni mpango wa Mungu ambao Mungu amempa mwanadamu mpaka ambao hawezi kuvuka. Amempatia miaka na miezi ya kuishi hapa duniani. Hapo ilipofika ndivyo Mungu aliyompatia. Kwa hiyo hatuna namna ya kuweza kuiongeza. Kwa hayo machache, endelee kuwapa pole waombolezaji wote tulio mahali hapa, na Bwana awabariki sana. Afisa elimu kata Bugando, Bwana ni mwema.
wakati wote. Na wakati wote. Bwana ni mwema. Kwa jina naitwa Seleman Daudi, ni mwenyekiti wa kwaya ya Agano Jipya. Usichangae kwamba kuvaa t-shirt ni mwanachama tena. Ni mwenyekiti wa tawi la Kilalo. Sawa. Kwa niaba ya wanakwaya wa Kilalo, tuliposikia msiba huu tulisikitika, ila tukasema kwamba tutaungana na mwanakwaya mwenzetu Abedinego Mahaila, tunaimba naye, tunahudumu naye. Tukasema kwamba haina haja, wacha tuache shughuli zetu tukaungane na familia kwa pamoja katika majonzi. Familia, kipindi hiki ni kigumu. Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki cha majonzi. Najua Mungu amemuita baba mwenye familia. Tarehe aliyoitiwa Mungu ndiye alikuwa amepanga kwamba mwisho wa maisha yake kukaa hapa duniani ni tarehe kama hiyo. Lakini sisi tuliobakia na wana wafariji wenzetu, tuifariji hii familia katika kipindi hiki. Mengi baada ya tatizo zinazotokeza, tutatoa chochote tulichokiandaa. Amen. Asante. Kwa protocol, Mheshimiwa Mbunge anasimama baada ya Mheshimiwa Diwani kwa amesimama. Kwa protocol. Bwana ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Seba wawiza. Pia makanza. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ndugu zangu, waombolezaji wenzangu ambao tumekutana hapa kwa ajili ya kumsindikiza baba yetu katika safari yake ya mwisho. Kwa majina naitwa Zablon Kanyereji Mapinda, diwani kata ya Kilalo, wilaya Bariadi, mkoa wa Simiyu. Mzee Kastori Malila, katika kijiji chetu cha Kilalo tulikuwa na kijana wake Abedinego. Abedinego tumeishi naye, na bahati nzuri ana kalama ya uongozi, akaweza kuwa mwenyekiti wa vijana kata ya Kilalo. Mengi yamesemwa kuhusu mzee, lakini mimi na machache. Tushukuru maisha ya mzee. Mzee kwa maisha ambayo tumeishi naye, kuna vitu ambavyo ilikuwa ni kama taa kwa maisha yetu, kama familia na kama jamii. Tunawaombe sana wanajamii wa Nyamigamba, kwa yale mema ambayo mzee aliyaonesha katika uhai wake, tukaweze kuyaishi, yakawa sehemu ya maisha yetu, kwamba mzee Kastori Malila aliishi hivi, nasi tufurahie maisha yake. Kwa wana familia, tuwasihi sana, mzee alikuwa kiungo muhimu kama baba, alisimama sehemu zingine kama mjomba, kote huko anaunganisha wanaukoo. Kwa yale mema ambayo mzee aliyatumia kuweza kutuunganisha, naombeni sana tukayaishi, kwa sababu hatuna kingine ambacho kitakaa kwenye kumbukumbu zetu vizuri ikiwa maisha ambayo ametuachia mzee hatutayaishi. Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mola yase wa ndugu bane. Ile mule Yesu mwana wa Mulungu alimpanga. Nianze kwa kujitambulisha kwenu. Naitwa Amedeo Jafet Sato, ni katibu wa mwisho mbunge wa jimbo la Bariadi vijijini, Mheshimiwa Masanja Kunka Dogosa. Ndugu waombolezaji na familia, mwisho mbunge wa jimbo la Bariadi vijijini, Mheshimiwa Kungu Masanja Kadogosa anawapeni pole sana familia ya mzee wetu, baba yetu aliyetangulia mbele za haki. Na kwa upekee kabisa, mwisho mbunge baada ya kupokea taarifa hii ya kwamba mzazi wa kijana wake ambaye ni kiongozi, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana kata ya Kilalo,
ameondokewa na babake mzazi, akaniambia kama katibu wake nishiriki mazishi haya. Amen. Ni jambo jema sana ofisi ya mbunge wa jimbo la Bariadi. Kila inapotokea hali kama hii, sisi ofisi ya mbunge huwa tunafika mara popote pale. Lakini pia mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bariadi anawapeni pole sana watu wa Dar es Salaam. Nafahamu Masanja Kadogosa, mnafahamu kwa sababu anaishi Kigamboni. Anawapeni pole sana. Ilimpendeza hata yeye angekuwepo hapa kwa ajili ya kumsindikiza mzazi wa kijana wetu, lakini yuko kikazi Dodoma. Ndugu zangu, pole hizi na maneno haya yaendelee kuwafariji na kuwatia moyo familia ya mzee wetu. Mungu awabariki sana. Ofisi ya mbunge tuko pamoja na ninyi. Ubani nitakukabidhi kijana wetu baada ya kutoka hapa, kijana wetu Bedego, kwa ajili ya ubani ambao mheshimiwa mbunge ameutoa. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amina sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Diwani wa mahali hapa ni kaka yangu kabisa, ingawaje tuko milengo tofauti. Yeye yuko CCM, mimi niko Chadema, ila ni kaka yangu kabisa, na Biblia inavyoandikwa haikutaja vyama, na anayekaa kivyama huyo ni wa shetani. Sawa? Anayekaa kivyama na kidini huyo ni wa nini? Ni wa shetani. Sisi wote tu mwili mmoja, mwili wa Kristo. Amen. Sasa huyo ni kaka yangu. Kwa niaba ya Chama cha Demokrasia Chadema, mimi naitwa Samsoni Matobogolo Masalu, ni katibu wa wilaya wa chama. Ni diwani ambaye sikugombea kutokana na msimamo wa no reform no election, lakini sio kwamba hakukuwa na uwezo wa kushindwa. Nimekuwa diwani 20 enzi za Magufuli. Mungu akaniokoa kama Daudi, nikawakilisha Mwanza, tulikuwa wawili tu. Sasa kwa kuwa huyu ni kaka yangu, kaa naye halmashauri kwa miaka 5. Najua ni mpole kama alivyosema mwakilishi wa mbunge, ni diwani moja sahihi, na hapa hawezi akakosa kuwepo. Kuna sababu ya msingi na Esther anaelewa. Lakini kwa upande wangu, hii familia mpaka sasa nikimwona Esther, mimi dada yangu, na watoto wanajua mimi ni mjomba wao, na hata wakiwa kule wanaagiza mjomba fanya hivi, na hakuna kinachoshindikana. Kweli shemeji yangu huyo amekuwa ni Mromani Catholic, lakini kwa nikikaa hapa ukaribisho wake ulikuwa sio wa kidini, ulikuwa ni ukaribisho ule wa kihekima ya Mungu, bila kujuana madini yetu haya. Yesu wakati anaenda mbinguni hakusema mkasari Katoliki, mkasari AIC. Anayejua hilo anionyeshe basi kwenye Biblia. Nendeni mkahubiri injili ulimwenguni kote. Yule aaminie na kubatizwa, that's over, atakuwa ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio aliyokuwa akiaishi huyu mzee. Alikuwa habagui chochote kile. Na neno la leo limesemwa, nikasikia sauti ikisema andika, naam, ni heri wafu wafua katikani wapate kufanyaje? Maana matendo yao. Mzee Malila alikuwa ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na waliochaguliwa hata kutoka Chang'ombe wote ni wapole, mimi nawaona. Na walioko hapa nani? Ni wapole. Angekuwa mchawi angejaa hapa wachawi na fisifisi hapa. Angekuwa mlevi yani wewe kama ni muhuni utafatana na uhuni wako. Wewe kama umeacha fisi nyumbani utafatana nazo hizo. Hakuna chochote. Kwa hiyo hii familia mimi nimekuwa na pamoja sana, na niseme tu kwamba Mungu ndiye atufariji. Tunatakiwa tuhuzunike, lakini si kama watu wa mataifa. Tuhuzunike lakini si kama watu wa mataifa. Kwa hiyo kilichopo sasa, naamini ni watu wa Mungu, tutaendelea. Kikanisa mimi ni mzee wa kanisa sasa hivi katika loko cha chama nao, lakini mwinjilisti na baba mchungaji na katibu wa pastoreti, hili nalo ni eneo la kusema. Tuna mpango wa kuja Chang'ombe siku moja, maana mimi ni katibu wa kamati ya ujenzi. Tuna kazi yetu, tutakuja kule. Na Mayala Mitinje, muongezeni na jina jingine mwishoni, Nduta. Mayala Mitinje Nduta.
yule mimi ni mjomba wangu. Kwa hiyo mkifika kule mwambieni tu Samsoni Matobogoro, tutakuja kule. Tunawashukuru sana na Mungu atubariki. Asanteni kwa kunisikiliza. Ilikuwa ni kipindi cha salamu za rambirambi kwa makundi mbalimbali. Naomba nitoe nafasi ya utambulisho kwa watumishi wa Mungu waliofika. Nipende kuwapa pole kila mmoja, familia pamoja na kila mmoja aliyefika mahali hapa kwa msiba huu. Msiba huu ni msiba mkubwa, msiba wa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tuseme kwamba tu ni msiba ambao umetupata, lakini jambo la kumshukuru Mungu, sababu msiba tunapokuwa tumeipokea hatuna uwezo nao isipokuwa Mungu ndiye mapenzi yake. Kwa jina ninaitwa mchungaji Mikaeli Daudi Nyanda, pastoreti ya Kilalo na jimbo la Bariadi, pia dayosisi ya Shinyanga. Asanteni sana. Mama na nyuso za kwamba walitujaga sana waliotambulisha. Mungu awabariki sana. Washangazi abasengi unajua wako wawili tu sasa hivi. Mungu awabariki. Na wenyewe ukiangalia ni wapole tu kama walimu. Okay, karibu kiongozi, tuendelee. Asante sana. Basi naomba kwa upande wa familia kama ambavyo niliomba, ambaye ana itifaki ya usafiri wa kuelekea Malaloni. Swasifiwe. Amina. Kwanza napenda kujitambulisha kwenu, mimi ni Marco Lugandia Mahalila, ni mtoto wa mwisho kwa kaka yangu. Ni mtoto wa mwisho kwa ukoo wetu wa Mahalila na Njili. Sasa utaratibu wa kwenda, gari itapitia hapa Nyashana, itapita mpaka Nyashana, ambao watapanda kwenye gari njia moja kwa moja mpaka Nyashana, ndio nazunguka kwenda Nyahunga. Basi niombe sasa nikukaribishe Samsoni kwa zoezi hili. Ukikumbuka kuna chombo cha matoleo, na hii ni ibada kamili na ni moja ya matukio au matendo muhimu ambayo mzee Kastori alikuwa akiyafanya katika ibada. Kwa tunaungana naye kwa mara ya mwisho katika ibada yake ya mwisho kwa hapa duniani. Amina. Karibu sana mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, hapa nimekabidhiwa hiki kipindi, lakini niombe tu kwa kuokoa muda, naomba tuje, na ili kusudi ibada itimilike inahitaji sadaka kabisa. Bado nafasi ipo tu. Karibuni sana, tuokoe muda. Karibuni ni waya. Asante sana wa CCM vijana kata ya Bugando. Karibu sana Dr. Robert huyo. Na kama hauwezi endelea. Karibuni sana. Karibuni sana. Sadaka iko pale mwanzoni. Sisi tunapita tunaenda. Simame tu. Mungu wetu nitakutana naye bandarini kule, nitaonana naye siku hiyo, nitakutana naye, tutafuata huko bandarini kule, tutafuata huko tuje, nitaonana naye itakuwa siku kwangu ni furaha, itakuwa kwa watu wote.
sadaka wanaweka pale, kwamba tunakwenda Mheshimiwa diwani kata usiende mbali, na mheshimiwa diwani kata ya Ngurutini usiende mbali, baada ya kuwaka tutakuwa na sehemu
fundi mitambo. Asante fundi mitambo. Naomba tuendelee kwa uharaka zaidi kwa sababu matukio ni mengi. Tuendelee kwa uharaka zaidi, matukio mengi sana na huko endako. Kwa hiyo kwa haraka zaidi, ila nimekuona hapa kwani kata ya Budu mjini, tafadhali muwepo hapo wakiwa tayari. Basi wageni wetu kutoka Chang'ombe, karibuni hapo kabisa. Chombo chetu cha sadaka kiko hapo, ibada imeshafanyika kama ni ishara ya msalaba. Sawa, poleni sana wana wa Chang'ombe, wana wa Neema, poleni sana. Galatia 6:9 nadhani imeandikwa hapa, ndacho mtu ndicho atakachovuna. Mmeacha familia zenu, mmeacha kazi zenu, lakini mkakubali kuja kuungana nasi kutoka huko kote. Hakika mlioyapanda Mungu atawalipeni, mtavuna. Muamini na upendo mlioonyesha dhahiri kabisa. Atakuwa kwa mwenzenu Shadrach, atakuwa na yeye anaelewa. Naomba kama hujatoa heshima ya mwisho, karibu, maana nikiwainua tu ndugu, nikiinua wengine wote ni ndugu, nikiinua familia iliyoketi hapa, hiyo ndio itakuwa ya mwisho, ikifuatiwa na kwa sasa tuweze kuinuka meza hapa. Jane pamoja na watoto na wengine wote hapo, mawifi zako hapo, mashemeji weze kuja nao hapa. Na baada hapo nitaomba watumishi wa Mungu na viongozi wetu katika makanisa yetu tutafuata. Basi msaidieni hapo. Karibu sana, karibu sana. Nitie moyo mama. Haya, sana. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Poleni, jipeni moyo, jipeni moyo. Niye mtaaga, mtarudi kwenye sehemu zenu za kuketi. Mkishatoa heshima zenu za mwisho, mtarudi sehemu yenu ya kuketi. Wasaidieni na watoto wanapotoka hapa, kweli nao. Angalieni ndugu zangu kutoka pale Chang'ombe ya IC, karibuni sana. Yes. Saidieni huyo, saidieni. Angalieni jinsi ya kumbeba, msikabe sana. Pole. Bye dad. Haya. Okay. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza na farijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye. Yes, bye dad. Njema uloiweka pale. Pole. Kwa watu wanaoamini Yesu. Poleni. Mkarudi sehemu zenu za kuketi, mrudi kwenye viti vyenu, mtulie. Mrudi kwenye viti vyenu, mtulie. Wakati huo kama mheshimiwa diwani kata ya Bugando samani, sema kata ya Nkalalo,
kata ambayo ilikuwa ya kwangu imekaa kichwani. Kata Bugando na kata Ngudu, kama mko hapo karibuni yenu ya faraja, maana familia bado haijatoka hapa, wapo wataketi hapa kabla mtumishi wa Mungu hajaenda kuomba na kuhitimisha. Karibuni kama mko karibuni sana. Poleni sana na familia wenzangu, poleni sana. Tuendeleeni. Wanafamilia, tusiende mbali sana. Kuna maneno ya faraja kutoka kwa waheshimiwa. Mheshimiwa Teleza Jackson Lusangija, Mheshimiwa Chenyenge John Baleke yuko hapa. Kabla ya kwenda kupokea ombi, nitaomba Mheshimiwa diwani mwenyeji. Haya, Mheshimiwa Chenyenge, sema maneno yako machache, baadaye utampa microphone Mheshimiwa Teleza Jackson Lusangija. Karibu. Kuna mitambo, naomba muziki kwanza. Ni kazi ya Mungu imefanyika. Pia tumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai aliyoweza kumpatia. Maisha aliyoweza kuishi hapa duniani ni mengi sana. Ni zawadi tosha kwa Mwenyezi Mungu na shukrani tosha kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa kazi hiyo iliyomalizwa na Mwenyezi Mungu, tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu na familia tudumu katika imani. Mfariji mkuu ni Mwenyezi Mungu, hakuna mfariji mwingine tofauti na Mungu. Niwaombe sana familia, tuendelee kudumu katika imani. Sitakuwa msemaji sana, muda wetu umetuacha. Nimkaribishe Mheshimiwa diwani wa kata ya Ngudu. Kabla sijamkaribisha, niombe tu wageni mbali wametoka sehemu mbalimbali, wageni wa chama na wakaribisha, karibuni sana. Karibu Mheshimiwa diwani kata Ngudu nchini, Mheshimiwa Teleza Jackson Lusangija. Huyu ni mwenyekiti mstaafu wa halmashauri ya Kwimba. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi ilikuwa ni katika Makweba kumshukuru Mungu kwa ajili ya ratiba zote malaloni. Karibu sana. Moyo utie nguvu tunapoanza safari. Ni katika jina la Yesu Kristo ndiye mkombozi wa maisha yetu. Amen. Watumishi wa Mungu, kabla ya kuondoka hapa, mnahitajika pale kwenye eneo la picha. Okay. Kamati Mungu, lakini mababu pia, babu wanahitajika pale, mababu wa hao familia na watumishi wa Mungu. Baada hapo tutakuwa pale. Nyinyi sasa hivi ndio tunawakabidhi huu mwili, nyinyi ndio wa kuulinda sasa. Hakuna mwingine tena. Watoto, ndugu, jamaa wapo. Tutakapomaliza tu kazi na utuendelee. Katibu wa chama. Mama na baba. Unafikia watu wake anaweza kuwa anakuja huko. Sasa nyinyi mshaanza kwenye sisi na sisi tunataka wewe tu awali. Dada
na nguvu. Tumeshawekwa injini ya nani kabisa. Hapo chene tuweka. Heshima za mwisho. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe Bwana, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe. Ambao bado tunatoa heshima za mwisho, tuje nikute mashaka sawa na wewe, pamoja na wewe Bwana, pamoja na wewe. Kuweza kutoa heshima za mwisho niliomba karibu hapa. Nikute mashaka sawa na wewe, niongoze safarini, mbele nichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe Bwana, pamoja na wewe, niingie na wewe, niongoze safarini, mlangoni mwa mbinguni, Yesu nilinde rehemani mwako. Tunakuja mbele zako, tumekushukuru kwa ajili ya kutuwezesha kwa hatua ya kutoa heshima za mwisho kwa watoto wako mahali hapa. Baba, ratiba iliyoko mbele yetu, tunabeba mwili kupeleka kaburini. Tunaomba neema yako sasa itufunike kwa ajili ya ibada hiyo tena. Kwa jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Basi tunaweza kuombea. aho ni bene abantu aho ni kamba tu hapa sasa hivi. Basi tunaanza ibada hii kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwako nitajificha,
maji hayo na damu yaliyotoka humu, unisafi na dhambi, unifanya mshindi. Basi tunaianza ibada hii kwa kusikiliza neno la Mungu linavyosema katika maandiko matakatifu. Kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanauishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo watakapokuja. Nayo mavumbi huirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho humrudia Bwana aliyeitoa. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Mwanadamu siku zake zi kama majani, kama ua la kondeni, ndivyo astawivyo. Maana upepo upita juu yake, kumbe aliko, na mahali pake hapata lijua tena. Bali fadhili za Bwana zina wamchao tangu milele na hata milele, na haki yake ina wana wa wana. Njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye ametuponya, yeye amepiga na yeye anatufunga jeraha zetu. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe anasema maneno haya kwamba, siogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za kuzimu na za mauti. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa. Kimbia kama kivuli, wala hakai kamwe, kuwa siku zake zimeamriwa. Sababu ya miezi yake unayo wewe, nao umewekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Tuseme amina. Amina. Karibu. Kwa kazi zote pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kudhii, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni mwendelezo wa ibada ya ndugu yetu Mwalimu Kastori, ambaye sasa tunakwenda kutimiza. Ndiko yanavyosema kwamba tutarudi mavumbini, na tumekuja kumsindikiza tunapomrudisha mavumbini. Naamini tangu ameaga dunia, kwa tarehe tulizosoma historia inatuonyesha mwisho wa maisha ya mwalimu, na hivyo mambo mengi ambayo tumeshayasikia tangu Dar es Salaam, tangu hapo Nyamigamba Center, na sasa katika hali ambayo tulionayo hapa tulipo. Nami sasa niungane na mtumishi wa Mungu ambaye ni Ayubu. Katika Ayubu ile sura ya 14 mstari wa kwanza, wa 2 na 5, hapo kuna habari inazungumza, naye hujaa taabu, yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa. Kimbia kama kivuli, wala hakai kamwe, kwa kuwa siku zake zimeamriwa. Sababu ya miezi yake unayo wewe, nao umewekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Bwana asifiwe. Ni habari ambayo inajieleza katika maisha ya mwanadamu, na ukitafakari hakuna mtu ambaye amekuwepo tu pasipo kuzaliwa na mwanamke. Hiyo ni wazi kwamba kila mmoja mahali ulipo ulizaliwa na mwanamke. Lakini pamoja na kuzaliwa na mwanamke, bado siku unazoishi hapa duniani, Ayubu anasema kwamba zi kama majani na ujaa taabu.
yaani ni kama maua lakini hujaa taabu. Kwa hiyo tunapoendelea kuishi maisha yetu hapa duniani, pamoja na miaka tunayoendelea kuishi, tunatambua tu kwamba tunaishi katika maisha ya taabu. Na pamoja na hivyo kwamba tunaishi maisha ya taabu, lakini yupo ambaye ana maisha yetu, anayejua maisha yetu tangu kuzaliwa mpaka kukua na taabu zote, lakini yupo ambaye anajua taabu zetu. Na taabu hizi ndipo anasema kwamba siku za mwanadamu zina mwenyewe. Ni nani huyu ambaye ana siku zetu? Ni Yesu Kristo, Mungu mwenyewe ndiye ana maisha yetu. Na yeye ndiye anajua tangu unapozaliwa kwamba sasa umezaliwa na sasa unaishi siku kadhaa na hakuna kuvuka, maana zimeamuriwa na yeye, ndiye Yesu Kristo. Sasa katikati ya maisha yetu pamoja kwamba tumejaa taabu, neno la Mungu limeshatufariji sana kwamba dunia hii sisi ni wapitaji na tulishalaniwa kifo na kifo kipo. Mpango wa Mungu ni kwamba mwanadamu aishi milele, lakini kwa sababu tuliingia dhambi tukaingia kufa. Na mpango wa kufa, kwa sababu Mungu yeye aliahidi kwamba hakuna mtu kufa, basi akaleta ukombozi mwingine kupitia Yesu Kristo, kwamba utakapokuwa unaishi unamtumainia Yesu Kristo, unapokufa basi wewe utakuwa mikononi mwa Bwana na utaishi milele, kama neno lilivyotuambia kwamba heri wafao katika Bwana tangu sasa, naam wapate kupumzika baada ya taabu zao. Maana kwamba duniani tuna taabu, lakini unapokufa katika Kristo unakwenda kupumzika. Ndiyo hapa ndugu yetu anakwenda kupumzika. Nimepata historia marehemu ambayo na mimi imenibariki wakati alipokuwa hai. Ameonyesha ukarimu mwingi sana, mpaka watumishi wa Mungu wakajaribu kusema kwamba ikiwezekana uishi miaka mingi. Huyo ni mwanadamu, anasema ikiwezekana uishi miaka mingi, hata leo angeendelea kuishi. Lakini kwa sababu Mungu alishaweka mipaka, iweje kwamba hata ukiwaombaje, Mungu alishaweka mipaka kwamba tarehe 10 mwezi wa kwanza 2026 mtoto Kastori atapumzika. Pamoja watumishi waliomba sana, watu walimpeleka hospitalini, huduma zikafanyika, waganga, madaktari wakubwa. Lakini kwa sababu siku zilipofika kwamba alipanga tarehe 10 mwezi wa kwanza 2026 atapumzika, na ndivyo ilivyo, hakuvuka mpango wa Mungu. Kwa hiyo ndiyo historia, hiyo ndiyo maisha ya mwanadamu, kwamba yana muda, yanapita. Lakini kabla ya kupita, tunapoendelea kuishi, tunahitaji tuishi kwa namna gani? Tuishi kwa kumjua Yesu Kristo, kama mwenzetu alivyomtambua Yesu Kristo katika maisha yake akiwa hai, akigundua tu kwamba uhai wake uko mikononi mwake, lakini bado akiendelea kujua kwamba nitakapokufa katika Bwana ninakwenda tu kupumzika baada ya taabu. Kwa hiyo mwenzetu amekwenda kupumzika. Ni wewe na mimi ambaye bado tunaishi, hatujui siku zetu ziko wapi, tunaishia lini. Basi tuwe tayari wakati wowote, na matendo yetu wanasema yanafuatana. Mwalimu ameshuhudiwa na watu wengi, hata mimi wakati mwingine nilikuwa nasikia historia yake walivyokuwa wanaisoma, na watu wanashuhudia mpaka hata machozi yakawa yanakwenda. Sema nini Mungu, kwa nini unapumzisha watu wema kama hao? Nikaanza sasa kulalamika kama ambaye mimi sina matumaini. Kumbe nina matumaini kwamba mwenzetu amekwenda kufanyaje? Kupumzika. Kwa hiyo Mungu atutie nguvu, watoto wake, mama mjane, ndugu wote, tujue tu kwamba maisha ya mwanadamu ni mafupi, lakini ni mafupi haya yana taabu, na mtu anapokufa katika Kristo anakwenda kupumzika. Mwenzetu sasa ameenda kupumzika. Kwa hiyo ruhusu mpango wa Mungu, tukae katika faraja hiyo, maana yeye ndiye mfariji mkuu. Anaendelea kuwafariji watoto, kufariji mama mjane na ndugu wa wote ambao tumehudhuria katika mazishi haya, na jina la Bwana libarikiwe. Basi niombe mchungaji, mshukuru Mungu. Uzima lifanye kukaa katika mioyo yetu na masikio yetu ya kiroho. Tuendelee kukutegemea wewe siku zote. Endelea kuwafariji watoto wa marehemu na mke wake aliyeachwa, ndugu zake, wazazi wake, ukapate kuwafariji. Mungu mtakatifu, tunakuita sasa kipindi hiki uwe pamoja nasi, ushirikiane nasi katika huduma hii. Naomba na kuamini katika jina la mwanao Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.
Basi niombe wachungaji tuchukue udongo. Mungu amemuita ndugu yetu Kastori, kwa hiyo tunaweka mwili wake kaburini ili airudie ardhi, kwa maana tu mavumbi na mavumbini tutarudi. Lakini zaidi ya hayo, ndugu yetu yu mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu atakaporudi atamfufua siku ya mwisho, kwa sababu Paulo aliandika katika Wathesalonike ya kwanza sura ya 4 mstari wa 13 na 14 akisema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasioamini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, hakika tutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Tunakushukuru Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Uhai wetu uko mikononi mwako, maisha yetu yako mikononi mwako, na ulizungumza kwamba tutarudi mavumbini. Lakini tunaporudi mavumbini tukiwa kwako Baba, tunakwenda kupumzika. Tunaamini mtoto wako huyu Castro sasa amerudi mavumbini, na tunaamini siku moja Baba atafufuliwa kwanza. Na yeye Baba waliokwisha kufa katika wewe, siku ya kurudi Bwana wetu Yesu Kristo hautawatangulia wale ambao watakuwa hai, bali waliokwisha kufa watafufuliwa kwanza, na ndipo walio hai watakuraki Bwana hewani. Tunakushukuru Mungu kwa sifa ambayo ipo kwa wale ambao wanatangulia katika Bwana. Tunaamini Mungu utakwenda kutenda miujiza yako, maana uliahidi kwamba utarudi, na tuna matumaini kabisa siku utakaporudi kwa watoto wako ambao Bwana wamekufa katika wewe, Mungu wataishi milele. Tunakushukuru kwa ratiba hii. Hayo yote yanayokwenda Bwana, faraja yako bado ni muhimu sana katika maisha yetu na katika mioyo yetu. Tubariki tunapoendelea na huduma hii, katika jina la Yesu Kristo ndiye mkombozi wa maisha yetu. Amina. Bwana karibuni. Mheshimiwa Sambu wapitie hapo kwako. Sawa? Ili wapate picha ipate kuchukuliwa. Naomba tuje wakilishi wachache. Usemi mingi sana. Nani? Wewe mwenye koleo. Mwenye koleo. Sogea kidogo. Nina haja nawe vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Nina haja nawe kila hari, maisha ni bure. Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa.
niwezeshe Mwokozi na kujia, nina haja nawe, nifundishe na ahadi zako zitimize. Yesu nakuhitaji, naomba tuliokaa kwenye mstari tusiongezeke tena, hao waliokwisha kusimama kwenye mstari wa mwisho, hata tukimaliza unawahi muda kidogo. Nina haja nawe, ni wako kabisa siku zote. Yesu nakuhitaji, vivyo kila saa niwezeshe Mwokozi. Tuwaiwahi, jua ni kubwa, mambo ni mengi bado. Yesu kwetu ni rafiki, haja zote hujua, tukiomba kwa Baba, maombi yasikia, lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kwamba tukimwomba Mungu atasikia. Kuna dhiki na maonjo, kuna mashaka pia, haifai kufa moyo, dua atasikia. Hakuna mwingine mwema wa kuturumia, atujua tudhaifu, maombi yasikia. Je, unatoa tangu unawezi kuendelea, ujaporushwa pia, watu wangekudharau, wapendao dunia, ufambata mikononi, atasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunakwenda sasa waweze kutengeneza hapa tuweke. Baada ya hapo watakapotaka kujenga tutakuwa tumemaliza kuweka mashada zake na marehemu na wenza wao. Karibu mjane. Asante watoto, tafadhali tuonyeshe ushirikiano kwa kuwahi. Unaweza mkaja kwa magrupu kwa sababu ya picha. Wite na wake ongea wangu kwa hapo mwanzoni. Hapo wekea ishara ya kuweka. Basi sawa, wala kwa mkuu wangu kwenye picha wengine watoto tupate hapa. Hapo ninyi mshikie na shahada pia na watoto. Tunashika kama hivyo. Sawa. Wadogo zake. Watoto bado.
tumeimaliza salama. Bwana ametwaa. Bado wengine wanakuja. Basi wapisha waingie wengine. Wajiandae wawakilishi kutoka Dar es Salaam, safari ule. Ila nashukuru japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaona. Ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaona. Nikulikandikisha sana. Haya, changia kimungu wangu. Waje wachukue wengine kama wapo. Haya, sogeni hapa. Shikeni hapo. Shika hapo. Toa hapa. Karibu pale moja mnashikilia. Mungu niche wengine. Hapa la kutoka Dar es Salaam. Bema bosi. Baada hapo sasa, baba, mama kama wako na wenza wao, kama wapo mashemeji, na sitaki kumkosea Mungu, kusema kutenda sana. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Haya, hapa tunachukua viongozi wa serikali, ikimaanisha kuna waheshimiwa madiwani kati yao. Haya, waheshimiwa madiwani, karibuni. Rafiki yangu huyu nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu, ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Familia kwa ajili ya shukrani. Ni mtoto wa kwanza wa mzee Ndaki. Napenda tu kuchukua hii nafasi kuwashukuruni nyie viongozi wa kanisa, lakini pia wananchi au wanakijiji wa maeneo yetu ya hapa Nyahongo pamoja na Nyamigambo kwa kushirikiana katika kumpumzisha mzee wetu. Naomba tu Mungu awabariki, tuliobaki tuendelee kuwa na maisha mema. Kupitia mzee wangu kwa muda uliobaki siwezi kumaliza kuelezea vitu ambavyo amenilea toka utoto mpaka sasa. Cha kusema tu asanteni sana, tuendelee kuwa na moyo wa hivi wa kusaidiana kila siku, haijalishi na maisha ya chini na maisha ya juu, tuwe kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Asante. Mungu awabariki sana. Amen. Basi kwa hiyo sasa mchungaji, karibu sasa uhitimishe kwa maombi ili turudi katika Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa mwema mwaminifu kwa ratiba yote ambayo Bwana umetuwezesha kuifanya, na hapa Bwana umetuwezesha. Tunaweka mikononi mwako ili ukatulinde wewe, maana ni wako. Haja ya kweli kaonekane kwa kila mmoja. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Barikiwe sana na tuenende na amani ya Bwana. Rafiki. Kwa
tena sitaki kitu cha kunikataza kuwa chombo chako. Sauti yako ikaniita, vingine vyote mimi nitakataa, nifiche ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Katika faida za mbingu, nisimamie vizuri ufalme wako ndani ya ulimwengu. Nijaze nguvu, nipambane, udhaifu wangu uondoe, dharau, mishale ya machungu adui anayonipiga. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, tunalitaja hilo jina la Bwana. Wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Nitawale niongoze hata milele Bwana. Natamani kuwa na mkono wako wenye nguvu, breathe your fresh air. Ndio Bwana. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Upendo wako unanitoa, kama mimi ni wako, unanipenda tena sana, nuru yako
sitaogopa kamwe. Haya sitaogopa kamwe. Bonde la mauti sitaogopa kamwe. Sitaogopa kamwe. Kwenye shimo la simba sitaogopa kamwe. Katika giza topo sitaogopa kamwe. Ndani ya bahari kuu sitaogopa kamwe. Hey, yeah. Sitaogopa kamwe. Nitawale mimi sina nguvu milele. Umenipenda
Thank you.